ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu vuguvugu au baridi au moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Ameshafanya hivyo majira haya katika Laodikia. Nitapika kanisa hilo, tapika yote, sema makanisa yote hadi Pentecost 17. Kwa kuwa wama nimejiri na kanisa la leo ndivyo lilivyo. Nimejitajirisha wasi na haja ya kitu, na wewe hujui ya kuwa wewe mnyonge na mashaka na maskini roho na kipo na uchi. Niongeze mwanana nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hapa tunaweza kupata nyakati 7 za kanisa, na kila kanisa na mjumbe wake na vile Mungu alivyo kila kanisa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo napenda ndugu njoo tu hapa kidogo ili katika ujumbe wa the seed of discrepancy, ukurasa 17 utaenda tu ile para ya 19 pale, the seed of discrepancy, page 17, para 19 pale. Notice tambua hili in verse 41. Tarudia verse 41. Ni fungu la 41. The two are very close. Na unaona hii tulikuwa tunazungumza magugu na ile mbegu, vyote vimekaribiana sana. So close in the last days. Yaani mbegu hizi mbili ziko karibu sana siku hizi za mwisho. Till he didn't do it. Hata hakuweza kufanya hivyo. He could not depend on certain church to separate them. Hata Mungu hakutegemea kanisa fulani, hala kanisa ili hawezi kutanisha magugu na Bwana. The Methodist or Baptist or the Pentecostal to separate them. Hawezi kutegemea kanisa la Methodist, hawezi na he said, hapa soma mrefu Kristo atafanya kitu, akasema he sends his angel to separate them. Yeye atatuma malaika wake waweze kutenga ngano na magugu. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni historia. Ameshatuma kina Paul, Ireneo, Martin, Columba, Luther, Wesley, mwishowe ndugu William Marion Branham, ili magugu na ngano waweze kutengana. An angel is come to bring the separation. Kwa hivyo aweze kuleta utengano na saba. Bwana asifiwe sana. Hata tuwe naye ni wa 7 ndugu William Marion Branham. Bwana asifiwe sana. Kila wakati wa kanisa, Paulo, Efeso, Martin, Simna, Columba, Agamo, Luther, pale tunaona Thyatira na Wesley pale samani. Teremka kidogo hivi. Pale Sardis na pia Philadelphia na Laodikia. Bwana asifiwe sana. An angel is coming to bring the separation. Kwa hivyo sikiza kwa makini. Hapa kuna siri, ukipata ufunuo wake huna shida. Bwana asifiwe sana. Basi magugu na ngano ili aweze kutenganishwa. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu Kristo anasema nitatuma malaika wangu waweze kuja na kutenganisha magugu na ile mbegu ambayo ni ngano. Bwana asifiwe sana. The segregation
Hivyo ni mtengano na wale wengine, between the right and the wrong. kati ya lile ambalo kweli na lile ambalo ni makosa. And no one can do that but the angel of the Lord. Hakuna mtu duniani nzima awezaye kufanya hivyo isipokuwa malaika wa Bwana. Na leo tuna malaika wa Bwana, mjumbe wa Malaki 4:5-6. Bwana asifiwe. Ufunuo 10:7. Bwana asifiwe sana. Hakuna mwingine ambaye anaweza kutenganisha isipokuwa malaika wa Bwana. Good which wrong. Sawa na hii ni makosa. Hawa wako sawa na hawa wako makosa. God said he will send his angel at the last times. Kwa hivyo Mungu alisema nitatuma malaika wangu siku za mwisho. Na nasikia dada, kwa hiyo kwa muamini na mimi, hii ni historia. Ameshamtuma mjumbe, ashamtuma malaika wa asifiwe sana. Na mnajua 7 ni namba ya Mungu. Mungu mwenyewe nambari yake ni 7. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ameshatuma malaika wake. Bwana asifiwe sana. Katika nyakati hizi zote, hata wakati huu tuko 7 ambao ndio mwisho. Endelea ndugu. Not angels down through here but angels at the last time. Nasikia si ati atatuma malaika hawa ambao wamekuwa wote hapa, lakini malaika ambao atatuma wakati mwisho. And we'll gather together. Na basi hao ndio watakusanya pamoja. Na unajua kuna kusanya kwanza kwa magugu kuyachoma. Na ile ngano takusanywa na iwekwe wapi? Ngano. Na juzi tuligusa tu kidogo. Magugu leo WCC, halmashauri ya makanisa ulimwenguni. Hiyo ndio kwanza uvunaji wa Bwana. Kama hivyo anavyozungumza, tavuna magugu kwanza na baadaye ngano ile ghalani. Lakini akivuna magugu atayachoma kwanza na ngano aweke ghalani. Endelea. We know that this is the coming harvest time now. Sasa tunajua kina ndugu na dada, huu wakati tulio ndio ambao umekuja wakati wa kuvuna sasa. Now, sasa sikiza. An angel is actually interpreted a messenger. Naona yanazidi kuwa wazi. Bwana asifiwe sana. Huyu malaika tafsiri yake ni mjumbe. And we see that there are 7 angels of the 7 churches. Naona kwa kuna malaika 7 nyakati hizi 7 za kanisa la Bwana. And now, sasa through the church ages, kupitia nyakati hizi 7 za kanisa, notice, tambua hii, who is said that the sower were, ambaye Bwana mwenyewe alizungumza akasema huyu ambaye ni mpanzi ni nani, and also what the seed was. Na akaeleza pia, ndio pale tumesoma mbegu ni nini. One, the sower was he, the Son of God. Na jambo la kwanza akajibu, alipoulizwa na wanafunzi wake, yule mpanzi ni yeye nani? Bwana Yesu Kristo aliye mwana wa Mungu, who went forth sowing seed. Yeye alienda huko na huko akipanda mbegu. And an enemy came behind, which was the devil. Na huyo adui akaja nyuma yake naye akapanda, ambaye adui huyu alikuwa ni Ibilisi. And sowed the seed of discrepancy. Na yeye akapanda mbegu hizo za mchanganyiko. Behind the sowing of the right seed. Yaani baada ya huyo aliyepanda mbele mbegu za sawasawa, huyo adui akaja nyuma akapanda mbegu za mchanganyiko. Now friends, sasa tunaambiwa marafiki, that has happened through every church age since we've had a world. Mambo haya si leo peke yake, nyakati zetu.
yamekuwa yakiendelea duniani kila kizazi. Bwana asifiwe sana. Tokea dunia kuumbwa. Exactly. Kata ndivyo ilivyokuwa inaendelea. All the way from the beginning it started the same thing. Yaani mambo haya kupanda mbegu na magugu yamekuwa yakiendelea kuanzia hapo mwanzo kabisa ambao dunia iliweza kuweko. Bwana asifiwe sana. Utaenda ile, the seed is not here with the shark. The seed is not here with the shark. Mbegu haitarithi na kapi. 17 pale para ile ya 162. Hebu nitamke kidogo tu. Bwana Mungu tuone hapa aweze kutuambia haswa ndani ya mioyo yetu, ndani ya moyo wako, ndani ya moyo wangu. Kama nabii naye alikuwa naomba maombi hayo ya kuwa Mungu azungumze na moyo wake, nasi hayo ndio maombi yetu ya kuwa Mungu azungumze na mioyo yetu, ili neno hili kina ndugu na dada tukaweze kulipenda na mioyo yetu yote, kusudi hili neno litugeuze tuweze kuliamini kata. Bwana asifiwe. Ambao tunajua hili neno si mwingine ni Bwana Yesu Kristo aliye mkamilifu, ili Mathayo 5:48 iweze kutimia. Mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Ndani ya moyo yetu Bwana endelee kutugusa nafsini mwetu, tuendelee kulipenda neno ambayo na neno hili neno, afadhali niweke sawa neno lililoandikwa na neno liloneno. Tuzidi sana kulipenda hili neno. Mara yanatufanya tuwe wakamilifu kama Baba yetu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Bwana asifiwe sana. Ile 162 ndugu Paul. How little did that man seem in the sight of David? Na vile mnavyoona wakati wa Daudi na Goliathi. Bwana asifiwe sana. Najua Goliathi anaonekana jitu kubwa sana, lakini sikiza lugha hapa, vile Roho Bwana anazungumza kupitia nabii, vile alivyoonekana mdogo sana katika mtazamo wa Daudi. Daudi alipomtazama Goliathi, sisi tunaona Biblia anasemekana alikuwa jitu sawa, na urefu wake na hata vidole vyake ilikuwa nyingine zaidi ya 1 futi. Bwana asifiwe sana. Ukiona kidole tu futi ni ndefu. Jitu lilikuwa jitu. Lakini sikiza hiyo lugha ambayo tunaipewa, lugha ya Roho wa Bwana. Vile jitu hili ambao ni Goliathi, kwa mtazamo wa Daudi kupitia neno, aliona huyu Goliathi mbele zake kuwa ni mtu mdogo sana. Kwa kuwa Goliathi yeye alimtazama Daudi akaona ni mtu mdogo sana, lakini kiroho, Bwana asifiwe sana, huyu Daudi alipomtazama Goliathi hata hakutishika. Bwana asifiwe sana. Aliona ni mtu mdogo sana. Endelea ndugu. When he was spitting upon him, alipokuwa anamtemea mate. how little will those people think that spit upon Jesus the word? Na angalieni hawa watu pale msalabani, simliwaona? Alijiona ni watu wa maana sana, lakini walikuwa wanamtemea mate Bwana Yesu Kristo aliye leo tunasema hili neno. Bwana asifiwe sana. Walijiona ni wakubwa, lakini mbele za Bwana Yesu Kristo
hawa walikuwa wadogo mbele za neno liliandikwa, neno lilonenwa, walikuwa mbele za Bwana Yesu Kristo aliye neno, wadogo sana. Endelea. When he returns again, wakati Bwana Yesu Kristo sasa atakapokuja tena, those that pierced him, hata wale walio mdunga na fumo, how little will the people feel who could walk away from here? Vile watu watakavyojisikia waweza kutoka wakaondoka mahali hapa. Even not only in some Greek words and so forth, hata sikupitia tu maneno ya Kiyunani na mambo yale mengine, but in plain nature that teaches us God the Creator. Bali katika maumbile wazi wazi ambayo yanatufundisha sisi juu ya Mungu aliye muumbaji. Can see the carriers of the word. Unaweza kuona wale wabebaji wa hili neno. And see the word itself. Na hata tuone lile neno lenyewe. And know the hour we are living. Na sasa majira haya tuweze kujua, kina ndugu na dada tulio bibi harusi, tunaishi wakati gani. And harvest time is here. Kwa hivyo pia tuweze kufahamu ama kujua, kuamini ya kwamba wakati wa mavuno uko pamoja nasi hapa. Dear God, sasa katika maombi sikiza, mpendwa Mungu, let us not turn our back upon it. Hebu jambo hili, neno hili lako tusiliweke mgongo huko nyuma for some folly of the world, kwa maanguko ya ulimwengu. But let us tonight receive him with all of our heart. Hebu usiku wa leo tumpokee huyu Bwana Yesu Kristo na mioyo yetu yote. Lord, Bwana, create in me a good spirit. Nabii anaomba hata wewe na mimi, haya na yawe maombi yetu. Anaambia Bwana, umba ndani yangu roho ambaye ni mwema, the spirit of life, roho wa uhai, that I might believe all thy words. Ili Bwana niweze kuamini neno hili lote, maneno yako yote, and accept Jesus the word the same yesterday, today and forever. Na niweze kumkubali Yesu aliye neno, ambaye ndiye yeye yule jana, leo na hata milele. And believe today on the portion that's allotted to this age. Na niweze kuamini leo yale sehemu ya maandiko ambayo hayo yalikuwa yamewekwa ama yakaweza kutengwa kwa ajili ya kizazi hiki tulicho. Grant it, Lord. Bwana tujalie hayo. I ask it in Jesus' name. Nauliza hayo katika jina lake Bwana Yesu Kristo. Ni wangapi wanakubaliana na wangetaka kama nabii alivyozungumza? Bwana azidi kuwabariki na yawe ndio maombi yao. Hebu tusonge kidogo. Ni sawa. Tusonge kidogo. Modern events made clear by prophecy. Modern events made clear by prophecy. Ukurasa wa 17 ndugu, para ile ya 315. Vituko ambavyo vinaendelea sasa vikiwekwa wazi na unabii. Hebu nitamke haya kabla we 17, ile ni 315. Pa. Kina ndugu na dada, huu si wakati wa kujiunga na dhehebu liwalo lote. Wakati huu tulio, ukijiunga na dhehebu liwalo lote, ndugu na dada, unataka, tunaweza kusema, matatizo maishani mwako. Wakati wa kujiunga na dhehebu liwalo lote, tunajua yako zaidi ya 900. Kuanzia Katoliki hadi Pentecost, ndio lilikuwa la kiroho kabisa. Katika kiroho, kanisa la Pentecost ndio lilikuwa juu zaidi. Yako zaidi ya 900 katika dunia leo, ardhini leo. Na huu wakati tulio, kina ndugu, kina dada, si wakati
wa kujiunga na dhehebu liwalo lote. Bwana asifiwe sana. Huu wakati wa kujiunga na dhehebu umepita, na huu ni wakati wa mavuno. Mbegu ambayo inahitajiwa imekomaa, haitavunwa na kuingizwa ghalani. Huu si wakati, ndugu na dada, wa bibi harusi ambaye ni bibi harusi wa Bwana kuhenga huko na huko. Ni wakati wa bibi harusi aweze kujijua yeye ni nani, kwa kuwa ni wakati wa kwenda nyumbani na bwana harusi ambaye ni mumewe. Bwana asifiwe sana. 315 ndugu. Brother, ndugu dada, minister friend, hata wewe ukiwa ni mhubiri, ikiwa ni rafiki, nothing, please understand me. Hakuna chochote. Nabii mjumbe anasema tafadhali nielewe mimi. I am your brother. Mimi ni ndugu yenu. Do you want to associate yourself? Je, ungetaka kujiunga ama kuhusiana wewe mwenyewe And you church members of some church, na wewe ambaye ni mshirika wa kanisa fulani, Methodist, Baptist, or whatever you've been? liwe ni kanisa la Methodist, liwe la Baptist, ama kanisa liwalolo. Do you want to hold on in that denomination? Je, wewe unataka uendelee na kushikilia hiyo kanisa lako Because your mother and your grandmother held on that? kwa sababu mama yako ama nyanya yako aliendelea kushiriki akashikilia kanisa hilo? She come out of something to come into that. Lakini ni ujue ya kuwa huyo, ikiwa ni mama yako, ni nyanya yako, ili bidi huko nyuma atoke mahali fulani aweze kuja na kujiunga na kanisa hilo. That was the light of that day. Hiyo ndio ilikuwa nuru ya majira hayo aliyoweza kuishi. That like in the times of Noah. Kama vile zokuwa wakati wa Nuhu. William Marion Branham, Malaki 4, anasema the Pentecostal age is past. Yaani kizazi kile cha Pentecost kimepita. Pentecost is gone. Hivi Pentecost imeondoka. This is the harvest time. See? Huu ni wakati wa mavuno. Mnaona? Endelea ndio. And the harvest time, Basi wakati huu wa mavuno, the grain, ile punje ama tuseme tembe ya ngano, the water's done been poured out, the grain is getting ripe. hivi yale maji yameweza kumwagwa kwake hivi, na basi mbegu yenyewe inaendelea kukomaa, kuiva. Come into the grain, my dear brother. Sauti ya Mungu wakati huu wa mwisho, Roho wa Bwana anasema, ndugu yangu, dada yangu, njoo kwenye mbegu, njoo ndani ya mbegu. Hear me. Nisikieni mimi, Believe me. niaminini mimi. If you believe me to be a servant of God, Ikiwa mnaniamini mimi kuwa ni mtumishi wa Mungu, let each one in your own way bow our head in humility. hebu kila mmoja wenu hapa kwa njia za tofauti, wewe mtu binafsi, hebu inamisha kichwa chako kidogo hapa chini, kinamisha chini katika unyenyekevu. And offer the prayer that we know that we should offer. Na hebu wewe nena ama toa ombi hilo, taja yale ambao ungependa Mungu aweze kukutendea. God, take me as I am. Mwambie mwishowe Mungu, nitwae mimi mwanao jinsi nilivyo. And brother, sister, Na ndugu dada, I lay on the altar tonight. nabii mwenyewe anasema, mimi ninajiweka, najilaza kwenye mibara mimi mwenyewe jioni ya leo. God, Mungu, mold me and make me different. Mungu niunde na unifanye niwe mtu tofauti. Do something. Mungu, fanya kitu fulani kwangu. God, make me in your fashion. Na Mungu, nifanye niwe katika
ile fashion, mtindo wako. You think it's easy to stand here Sikiza akizungumza haya, mnaona ni rahisi kusimama mbele zenu hapo and cut the people to pieces like that? na katika kuhubiri neno hilo liweze kukata watu vipande vipande namna hiyo. It's a hard thing to do. Kina ndugu na dada, ni jambo gumu sana kufanya. But woe unto me if I don't do it. Bali nikikosa kufanya mambo hayo, yaani Bwana yeye atanichukua katika ubaya mkubwa, kwa sababu naogopa kufanya jambo hilo alioniagiza. Bwana asifiwe sana. Hebu tuone kidogo tu. Ni sawa, kuna dakika kidogo. Leadership. Hiyo ni ujumbe wa uongozi. 17 ndugu, kuna ile para ya 139. Pengine twende hiyo kwanza, tukimaliza takupa ile para, na naona tutamaliza ibada na hiyo para ya pili 139. Nitakupatia hiyo nyingine tumalize ibada jioni ya leo hapa. Hebu tusikize kwa makini. 139, leadership. The life. Uhai. Sure, the stock bag here carried the life. Hiyo ni hakika. Ile mbua, huo ndio unatoka hapo, kuna kuja kishada, mbelewele, hata kapi, na pale ndani kuna mbegu. Kwa hivyo uhai, kwa hakika, uliokuwa katika mbua, ulibeba uhai huo kuusongeza kule mbele. Certainly it did. Hakika, kata walifanya hivyo. But you see, Lakini mnaona, when it became the stock, it was finished. wakati basi mti huu pofikia mahali pakuwa ni mbua, mambo yalimalizika. The organization. Na basi hapo ndio watu wakaanza kufanya makundi mkusanyiko. The life went right on into Wesley. Na hapo ndio mnaweza kuona uhai ukatoka hapo, walifanya madhehebu hapo, na basi uhai ukatoka ukaenda kwa mjumbe Wesley pale. Come right out, went in. Na basi katoka pale ukaingia ndani. Once each one of them, Na kila mmoja wa one a big blade, don't look like the grain. ukiangalia ule mti ukiwa sasa umekuwa ni kapi, ambao ndio hayo madhehebu kama tulivyosikia. Kachipuka tena, Bwana asifiwe sana. Na ukawa unaendelea uonekane kama ni ile mbegu ya asili, lakini ukitazamia hiyo, ukiangalia baada ya tuseme ule mbua unakuja kishada, vile unaendelea haionyeshi sana kama ni mbegu. But when the little pollen comes, Lakini mbelewele zile ambazo unaziona pale katika kishada zinapoanza kuonekana, like on the shack or on the stalk, kama vile unaona kapi umefunika ile mbegu, kama vile uliona mbua ukielekea ukienda huko juu, the pollen of the tassel, it looks a whole lot like the grain. na ukiangalia mbelewele pale katika kishada, ukiangalia kidogo unaona inafanana kidogo na mbegu. But when it comes down to that shack, it's almost there. Bali inapokuwa naendelea hata nafikia ile ambao tunasema ni kapi, unaangalia unaona kabisa kapi onyesha karibu kama mbegu. Didn't Jesus say, Sikiza hapa, je, Bwana Yesu Kristo hakusema haya in the last days, Matthew 24:24, katika siku zile za mwisho, katika Mathayo 24:24, the two will be so close it will deceive the very genes? roho hizi mbili, roho wa Bwana na roho wa Ibilisi. Bwana asifiwe sana. Amen. Takuwa karibu sana, hata huweza kuwadanganya wale walio chembe za uhai za Mungu. Predestinated the elected ones, if it was possible. Huweze kuwadanganya wale waliokusudiwa na Mungu, wakachaguliwa kimbele na Mungu,
ikiwa inawezekana. almost like the real thing. Na wataonekana kama mbegu hizo mbili ni kama vile ya kweli. See? Unaona? So in the last days, Katika siku hizi za mwisho. now you see it, Na mnaona? it's sweet time now. Huu wakati tunaofika ni wakati wa ngano. It's getting harvest time. Inafikia wakati wa uvunaji. This is not Luther's age. Sikiza ndugu na dada, huu si wakati wa kizazi cha mjumbe Luther. This is not Pentecost age. Hiki si kizazi cha Pentecost. This is the bride age. Kizazi hiki ni tuelewe sotene kuwa ni kizazi cha bibi harusi. Is Moses called a nation out of a nation? Kama vile Musa alivyoita taifa kutokana na taifa, Christ today is calling a church out of a church. na basi Kristo leo anaita kanisa lake kutokana kwa kanisa ambao tunasema ile ya ulimwengu. You see? Mnaona? The same thing in type, taking them to the glorious eternal promised land. Yaani mambo hayo ukiangalia hata iliyotendeka kwa wana wa Israeli. Akaitwa hapo toka Misri, kapita wakaja hata wakapita bahari ya Shamu, wakaenda huko jangwani na wakaendelea hadi wakafika nchi ile ya utukufu ya tuseme nchi ya ahadi. Bwana asifiwe sana. Hebu tukome na hii 1:17 ndugu, 143 hiyo peke yake. 143 pale. Now, Sasa what life Luther had was justification. tusikize kwa makini. Sasa ule uhai wa Luther, kila alichokuwa nacho, ujumbe aliokuwa nao, ni wa kuhesabiwa haki. Wesley had sanctification added to it. Sasa alipokuja mjumbe Wesley, ujumbe wake alikuwa kuhesabiwa haki. Asamani, kutakaswa. Yule wa kwanza alikuwa kuhesabiwa haki. Hii Wesley akaja na utakaso. Na utakaso huo uliongeza kule kuhesabiwa haki. The Pentecost Na hao wa Pentekoste walipokuja, had the restoration of the gifts coming back in it added to it. walikuja na kurejeshwa kwa vipawa kanisani. Bwana asifiwe sana. Ikaongeza ule kuhesabiwa haki na ule utakaso. Bwana asifiwe sana. Kurejeshwa vipawa kanisani, walikuja na hiyo. Added to it. Basi ikaongeza juu ya ule ujumbe uliokuwa Bwana ametoa. But now, Sasa it's, sikiza kwa makini. Hivi sasa, it's completing in the body. rudia hapa. But now, Hivi sasa it's completing in the body. ujumbe huu tulio nao majira haya, Bwana asifiwe sana, Amen. unamaliza kabisa, unakamilisha kabisa mwili huo wa Bwana ama kanisa hilo la Bwana. You see? Mnaona? You see the three faces of it. Mnaona hatua tatu ambazo ziko, And out of that, na katika hatua hizi tatu, now when the resurrection comes, wakati ufufuo ujapo, the life that lived in them Lutherans, yaani uhai ule ambao uliishiwa ukiwa ndani ya wale wa Luteri that went out, ambao waliondoka, the life that lived in the Methodists and went out, uhai ule ambao uliishiwa ndani ya hawa wa Methodisti wa kikweli kweli ambao nao uliweza kuondoka, the life that went into Pentecostals, na uhai ule ambao pia uliingia ndani ya Pentecost, will all be raptured out of the ground wote uhai huo utanyakuliwa uondoke hapa ardhini, in the body of the bride na utakuwa katika mwili wa bibi harusi, to be taken in before Jesus Christ. uweze kutwaliwa kuondoshwa hapa duniani mbele za Bwana Yesu Kristo. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. Oh, it's exciting. Ni jambo ambalo
ukilisikia. Bwana asifiwe sana. Amen. Linagusa mioyo. It is the truth. Hivi kina ndugu na dada, hii ni ukweli kabisa. Bwana asifiwe sana. Tusimame sote, tumtukuze Bwana. Na huu wimbo unasema, panda asubuhi mbegu ya fadhili, panda adhuhuri tena jioni. 164. Tutaingojea siku ya mavuno, tutafurahi kuleta mavuno. Leta mavuno, ni wakati wa uvunaji. Tunapaswa tulete mavuno, tutafurahi kuleta mavuno. Leta mavuno, leta mavuno, tutafurahi kuleta mavuno. Tum 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 tum. Tan 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 tan. Taimba hizi vifungu hivi, hebu nione. Hata si vingi, ni vitatu tu. Tunaweza kuviimba vyote hivi, alafu tamwita ndugu yetu Mboya aje tufungie mkutano kwa maombi. Usivute sana. Ton 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 ton. Ton 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 tan 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 tan. Panda asubuhi mbegu ya fadhili, panda adhuhuri tena jioni. Tutaingojea siku ya mavuno, tutafurahi kuleta mavuno. Leta mavuno, haleluya, leta mavuno. Tutafurahi kuleta mavuno. Leta mavuno, leta mavuno. Tutafurahi kuleta mavuno. Napanda mwangani tena kivulini, usiwe na hofu mabadiliko. Na mwisho wa kazi kuvuna mavuno, tutafurahi kuleta mavuno. Leta mavuno, haleluya, leta mavuno. Tutafurahi kuleta mavuno. Leta mavuno, leta mavuno. Tutafurahi kuleta mavuno. Mvunieni Bwana kama chozi mengi, ijapotoona taabu nyingi. Mwisho wa kilio tutakaribishwa, tutafurahi kuleta mavuno. Leta mavuno, haleluya, leta mavuno. Tutafurahi kuleta mavuno. Leta mavuno, haleluya, leta mavuno. Tutafurahi kuleta mavuno. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Amen.
Tunakushukuru sana jioni ya leo. Asante. Tukisema asante kwa ajili ya neno lako Bwana. Baba. Tumefurahia kusikia neno kutoka kwako. Bwana. Ukitumia mtumishi wako mchungaji wetu. Yes. Mioyo yetu Baba iko na furaha. Yes. Kujua tunaishi wakati wa mwisho. Yes. Wakati Baba wa kunyakuliwa Bwana. Bwana. Asante Baba kwa ufunuo wa neno lako. Yes. Tunaomba utuzidishie ufunuo. Yes. Na hata Baba kutembea katika neno lako Bwana. Hallelujah. Asante kwa ajili ya mtumishi wako mchungaji wetu. Yes. Bariki zaidi. Hata umpe nguvu na afya ili azidi kwa baraka kwetu Bwana. Yes. Bariki kanisa lako. Kila ndugu na kila dada ambaye amefanya bidii kufika katika ibada ya leo Baba. Yes. Tunaomba utumiminie baraka zako zaidi Bwana. Hallelujah. Pokea sifa na utukufu. Yes. Wastahili, tunakupenda Bwana. Yes. Hatuna mwingine Baba, wewe ndio tegemeo letu Bwana. Baba. Tumejipeana kwako Baba. Yes. Tumefika mwisho wa ibada. Yes. Tutaondoka tukielekea manyumbani mwetu. Amen. Baba, tunaomba utulinde njiani. Yes. Hata tukifika salama tutazidi kukushukuru. Hallelujah. Na pia Baba, tunaomba utujalie siku ingine. Yes. Utulete tena tuendelee kusikia neno lako. Hallelujah. Ili tuzidi Baba kubadilishwa. Yes. Na kufanana na wewe Bwana. Amen. Asante kwa mambo yote Bwana. Asante. Jitwalie sifa zote na utukufu. Yes. Na ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo nimeomba. Amen. Bwana wabariki na tukae. Tumetembelewa na mgeni dada ambaye anaitwa, nafikiri sitalikosea jina, Lilian Kang'ezi. Nafikiri nimepata Kang'ezi. Na dada, ningependa pale ulipo usimame kidogo. Kiwa uko karibu hapa. Hebu, ndiye yule pale. Ni dada. Wafanyie hivi. Huyu ni dada walikuwa wamekuja sehemu za Diani kwa mambo tofauti tofauti pale. Na basi amemaliza, hata alikuwa anarudi leo. Lakini akaona apitie atusalimie kidogo. Ndio naona ameweza kusikia neno ambalo linaendelea kutujenga. Na huyu mumewe ndugu Kang'ezi, umesahau ile kanisa ambayo anahudumia, lakini ni mchungaji wa nyanda hizo za juu ambao anahudumu huko. Na bila shaka huyu dada anarudi kesho asubuhi, na tunataja train hiyo, lakini mara nyingi tunataja SGR ya kurudi sehemu hizo za Nairobi na kwenda mbele huko. Na basi mkumbukeni kwa maombi, na si hivyo tu, bila shaka kwa amekuwa na sisi, ungempa salamu kwa mumewe ambaye ni pasa na kanisa kule, nilisahau lile jina. Na basi hata na washirika ambao wanashiriki neno hili ambalo Bwana ametujalia nasi tunaendelea nalo. Ngojea Bwana. Ningependa tuone kwa mikono. Kwa hivyo dada, ukienda peleka salamu zetu binafsi kwa ndugu mumeo, mchungaji, na pia kwa kanisa huko. Tunashukuru, tunapenda wageni. Ningependa kama ingekuwa mmekuja pamoja ama hivyo mkaekae kidogo, lakini najua kazi ni nyingi. Bwana wabariki sana. Ndugu yetu Martin, unaweza kuja kutupatia wimbo wa kutufurikanisha. Jina la Bwana libarikiwe. Simame sote tuimbe hiyo chorus na useme it's harvest time and I can hear the combine coming to gather in the grain and take it home. The tears will all be burnt because God's word said so. I'm so glad and too glad too. Tutaimba tu chorus yake kisha tutaweza kufumukana. Tumebarikiwa sote. It's harvest time and I can hear the combine
coming to gather in the grain and take it all. The chairs will all be back because God's word says so. I'm so glad and too glad to reach harvest time. Amen. It's harvest time, and I can hear the combine coming to gather in the grain and take it home. The time will all be mine because God's word says so. I'm so glad